Mpenzi mfuatiliaji wa Simulizi Nako Story, ni kualike tena kwa mara nyingine kwenye mwendelezo wa simulizi hii, mwendelezo wa kisa cha mwanadada anaitwa Raina. Simulizi hii tumeamua kuipa jina la Raina kwa sababu ndiye anayetupa kisa hiki, na kisa hiki ni cha kweli. Raina anayo mengi ya kutueleza. Ni yapi aliyowahi kukutana nayo kwenye maisha? Anatamani kushare na mimi, anatamani kushare na wewe, anatamani wote tupate funzo. Kama bado hujasubscribe channel yetu ya YouTube, fanya hivyo. Subscribe ili uwe wa kwanza kabisa kujipatia miendelezo ya simulizi kama hizi na nyingine nyingi zinazorushwa. Nambari za mtunzi wetu ni 0710043744. Utakuwa nami Madam Grace kuanzia mwanzo mpaka mwisho wa sehemu hii. Sehemu iliyopita tuliishia pale Raina ameshaanza maisha mengine kwenye mji mwingine. Ameamua kutoka kule alikokuwa na kuanza maisha mengine. Raina anasema, baada ya tukio lile la kutoroka na kukamatwa kwa Yasin na wenzake, maisha yangu yalibadilika. Maisha yangu yalibadilika kabisa. Nilihama ule mji na kwenda kuanza maisha mengine pengine kabisa. Nilihisi kama ndoto mbaya ilikuwa imeshaisha. Lakini moyoni nilikuwa na majeraha makubwa sana. Nilianza kufanya kazi yangu ya uuguzi. Niliifanya kwenye hospitali moja ndogo ya binafsi. Nilijitahidi sana kusahau kila kitu kilichotokea. Nilijituma kazini na polepole maisha yangu yalianza kurudi kwenye mstari. Lakini kuna jambo moja lililokuwa linanisumbua sana. Kila baada ya siku chache nilikuwa napata simu kutoka kwa namba nisiyoijua. Nilipokea, lakini hakukuwa na mtu aliyekuwa anazungumza. Raina anasema siku ya kwanza niliipokea ile simu, lakini aliyepiga hakusema chochote. Kulikuwa na ukimya tu. Nilikata simu. Siku iliyofuata namba ile ile ilinipigia tena. Nilipokea. Hello? Nilisema hivyo, lakini bado ilikuwa ni kimya. Dakika chache baadaye simu ikakatwa kama ilivyo kawaida. Moyo wangu ulianza kuwa na hofu kidogo. Nilijiuliza, inawezekana ni nani anayenipigia simu bila kusema chochote? Ni nani huyu? Siku zikaenda, siku zikapita. Usiku mmoja nilipokea ujumbe mfupi uliokuwa umeandikwa maneno machache sana. Raina, bado hauko salama. Mwili wangu ulisisimka ghafla. Nilijaribu kupiga ile namba lakini haikupatikana. Usiku ule sikuweza kulala vizuri. Mawazo mengi yalijaa kichwani mwangu. Nilijiuliza, kama kuna jambazi wengine bado hawajakamatwa na sasa wanataka kunifuatilia, sijui itakuwaje. Sijui kwa kweli. Lakini kama ilivyo kawaida ya binadamu, kupuuza mambo ni kawaida yetu. Nilijaribu kupuuza lile jambo. Lakini ndani ya moyo wangu nilihisi kuna kitu kibaya kinakuja. Siku moja nikiwa natoka kazini jioni, nilihisi kuna mtu alikuwa ananifuatilia. Niligeuka nyuma lakini sikuona mtu yoyote. Niliendelea kutembea haraka haraka kuelekea nyumbani kwangu. Nilipofika karibu na mlango wa nyumba yangu, ghafla nilisikia sauti ya mwanaume nyuma yangu. Raina. Nilisimama ghafla. Moyo wangu ulianza kupiga kwa nguvu sana. Niligeuka polepole nyuma. Alikuwa ni mwanaume mmoja mrefu aliyekuwa amesimama umbali kidogo. Sikumtambua. Nani wewe? Nani? Niliuliza kwa tahadhari kubwa. Yule mwanaume alinitazama kwa muda mfupi kisha akasema, usiogope. Aliniambia kwa sauti ya chini kabisa, usiogope. Nimekuja kukuonya tu. Kunionya? Kuhusu nini? Niliuliza, lakini huku nikiwa na hofu kwenye moyo wangu. Nilikuwa nasema, lakini kile nilichokuwa nakisema nilikuwa natetemeka. Nilijua nimefanya jambo baya kwa watu, lakini anakuja kunionya. Akasema kitu ambacho kilinifanya damu yangu igande. Yule mwanaume alizungumza. Aliniambia kitu kilifanya damu yangu ya mwili mzima igande. Wale majambazi wote hawakukamatwa. Wengine bado wako nje. Na wanajua kuwa wewe ndiye uliyewasaidia polisi. Miguu yangu ilianza kutetemeka. Nani amekwambia hivyo?
Nani? Yule mwanaume alivuta pumzi kisha akasema, mimi ni askari wa upelelezi. Tumekuwa tukikufuatilia. Kundi lile tumekuwa tukilifuatilia kwa muda mrefu sana. Tangu kukamatwa kwao, tumegundua kwamba hawakukamatwa wote. Yasin alikuwa ni moja ya viongozi wao, lakini sio mkuu wao. Nilishangaa sana. Kama sio yeye, na kama sio yule mwingine niliyemtambua kwamba ndo bosi wao, atakuwa nani basi? Mkuu wao ni nani? Niliuliza tena. Yule askari akaniangalia machoni kisha akasema, bado hatujamkamata, lakini tunaamini ana watu kila mahali. Hofu yangu iliongezeka zaidi ndani yangu. Kwa hiyo mimi niko hatarini? Mbona inakuwa hivi? Yule askari alitikisa kichwa polepole kuniambia kwamba ndiyo, niko hatarini, na ndio maana tumeanza kukulinda kwa siri. Nilishangaa sana kusikia hivyo. Kulinda? Lakini sikuwahi kuona polisi wowote karibu yangu. Akatabasamu kidogo. Huo ndio ulinzi wa siri. Nilinyamaza kwa sekunde kadhaa nikifikiria kila kitu. Haya mambo ni kama yalikuwa yamekuja ghafla kwangu. Sikuwahi kutegemea. Nilijua mambo yameshaisha, lakini kumbe yalikuwa bado. Ndo kwanza kunaanza kuchangamka. Lakini ghafla nikiwa kwenye kuwaza nilikumbuka jambo moja. Namba ambayo imekuwa ikinipigia simu. Inawezekana ni wao? Nilimuuliza yule askari moja kwa moja. Yule askari alionekana kufikiria kidogo. Inawezekana sana. Hofu ilinijaa zaidi. Nilijiuliza kama maisha yangu yangerudi kuwa ya kawaida tena. Hii inawezekana? Nirudi kwenye hali ya kawaida. Lakini kilichofuata kilinifanya niogope zaidi. Yule askari alipokuwa anaondoka aliniambia maneno machache ambayo sitayasahau kamwe. Raina, kuwa makini sana. Kuna mtu mmoja ambaye bado hatujamjua yuko wapi. Ni nani? Niliuliza tena kwa hofu. Alinitizama kisha akasema polepole, bosi wa kweli wa Yasin. Baada ya kusema hivyo akaondoka gizani. Nilisimama pale nje ya nyumba yangu nikiwa natetemeka. Siku ile niligundua kitu kimoja. Hadithi yangu na majambazi haikuwa imeisha bado. Ilikuwa ndio kwanza inaanza upya. Ukisikia kufungua kurasa mpya kwenye kitabu, ndio ilikuwa hii. Nilikuwa naanza kurasa nyingine. Na mahali fulani gizani kulikuwa na mtu mmoja hatari sana. Alikuwa anajua kila kitu kuhusu mimi. Na siku moja ingefika angeweza kunifuata. Maneno ya yule askari yalibaki yakizunguka kichwani mwangu usiku kucha. Bosi wa kweli wa Yasin? Bado hawajamkamata? Nilijiuliza sana. Nilikuwa napatwa na hofu kila wakati. Sikujua kama nilipaswa kuogopa zaidi au kujaribu kusahau kila kitu, lakini moyo wangu haukuwa na amani kabisa. Usiku ule nikafunga mlango na kila kitu nikakiweka vizuri. Milango yote ya nyumba niliyokuwa naishi nilihakikisha imeshafungwa kwa uweredi. Madirisha yote nilihakikisha yamefungwa pia. Nililala kitandani, lakini usingizi haukuja kabisa. Kila nikisikia sauti ndogo nje ya nyumba yangu, moyo wangu ulikuwa unaripuka. Mapigo ya moyo wangu yalikuwa yanazidi kwenda mbio. Nilianza kujiuliza. Nilijiuliza kama kweli kuna mtu alikuwa ananifuatilia au zilikuwa ni hadithi za hapa na pale. Asubuhi ilipofika nilijaribu kujituliza na kwenda kazini kama kawaida. Nilijifanya niko sawa, lakini ukweli ni kwamba akili yangu ilikuwa imejaa hofu. Wakati nikiwa kazini nilipokea mgonjwa mmoja aliyekuwa amejeruhiwa kidogo mkononi. Nilipokuwa namtibu, ghafla simu yangu ikaita. Niliitizama. Ilikuwa namba ile ile isiyojulikana. Moyo wangu ulianza kupiga kwa nguvu. Nilisita kwa sekunde kadhaa kisha nikapokea. Hello? Niliongea kwa sauti ya chini huku nikisikiliza. Leo anaweza akajibu au asinijibu. Imekuwa ni mara nyingine tena anapiga simu. Kulikuwa na ukimya kwa sekunde chache.
Halafu sauti nzito ya mwanaume ilisikika upande wa pili wa simu. Raina, mwili wangu wote ulisisimka. Nani wewe? Nani? Niliuliza kwa sauti ya hofu. Lakini mwanaume yule hakujibu swali langu. Badala yake alisema kitu ambacho kilinifanya nihisi kuganda. Ndugu msikilizaji, ulishawahi kuhisi kuganda kwa hofu? Yaani umefanya jambo, upo katikati ya vitu ambavyo huvielewi, tashwishi za hapa na pale, na kuna mambo yanaendelea. Ulishawahi kuhisi kuganda? Basi mimi Raina, ile siku nilihisi kuganda. Sauti ya yule mwanaume ikasema, ulimsaliti Yasin. Nilishtuka. Sikumsaliti mtu yoyote, nilijibu kwa sauti iliyokuwa inatetemeka. Yasin? Sasa hivi kweli masuala yanahusiana na Yasin tena? Nilikuwa ninatetemeka visivyo kwa vya kawaida. Yule mwanaume alicheka kidogo. Unafikiri sisi hatujui kila kitu kinachotokea, wala kinachoendelea, wala kilichotokea? Tunajua kila kitu. Nilihisi kama miguu yangu imekuwa dhaifu. Unataka nini kwangu? Tunakutaka wewe, na tutakutana hivi karibuni. Simu ikakatwa. Nilisimama pale nikiwa nimeshika simu mkononi. Nikahisi kama dunia yote imesimama. Nilijua wazi sasa nini kinaendelea. Huyu lazima awe bosi wa kweli wa Yasin. Lazima awe ndo yeye, nilijisemea. Siku chache zilipita, lakini hofu yangu haikupungua hata kidogo. Usiku mmoja nilikuwa nimekaa ndani nikiangalia television. Nilikuwa nipo naangalia ili kupotezea mawazo. Nilikuwa ni mtu mwenye mawazo sana. Mawazo changanya na hofu. Ghafla taa za nyumba yangu zilizimika. Niliinuka haraka kama mtu aliyekurupushwa na simba porini. Umeme umekata? Nilijiuliza. Lakini nilipotazama nje nikaona nyumba za majirani zikiwa na mwanga. Hapo ndipo moyo wangu ulipoanza kupiga kwa nguvu zaidi. Umeme ulikatwa kwenye nyumba yangu tu. Ghafla nikasikia mtu akigonga mlango wangu. Nilisimama kimya. Raina, fungua mlango. Sauti ile ilinifanya nihisi baridi mgongoni. Sikuwa nimewahi kusikia hapo kabla. Nilirudi nyuma pole pole. Raina, najua uko ndani. Nilishika simu yangu haraka na kupiga namba ya yule askari wa upelelezi, lakini simu haikupatikana. Mlango ulizidi kugongwa. Sauti ya kugonga mlango ilizidi kuwa kali. Nilianza kutetemeka. Ghafla nikasikia sauti nyingine nje ya nyumba. Ni polisi, fungua mlango. Nilishangaa sana. Nikafungua mlango haraka. Walikuwa askari wawili. Waliniingiza ndani haraka na kuanza kuangalia mazingira. Mmoja wao akaniambia, tumekuwa tukikufuatilia. Kuna mtu tulimuona akizunguka nyumba yako. Yuko wapi sasa? Yuko wapi? Askari akatikisa kichwa. Amekimbia. Nilihisi kama nguvu zote zimeisha mwilini mwangu. Nikakaa chini na kuanza kulia. Nakumbuka ile siku nililia sana. Nililia mno ule usiku kiasi kwamba kutokupata usingizi kabisa. Nikawaomba wale askari wote wawe na mimi usiku ule. Wasiende popote. Wakae na mimi usiku kucha. Wakaniambia wao wako kazini, nisijali. Wananilinda hata wasipokuwa na mimi kwa kuonana. Nikaamini, lakini nikawaambia wasiende mbali. Moyo wangu ulikuwa ukiogopa, wasiende mbali. Walinitoa hofu na kuondoka. Siku iliyofuata nilipelekwa kituo cha polisi kuzungumza na kitengo cha upelelezi. Waliniambia kitu ambacho kilinishangaza sana. Bosi wa Yasin anaitwa Hamza. Mmoja wa askari alisema, ni mtu hatari sana. Amefanya vitu vya uhalifu na uhalifu mwingi ameutenda, lakini hajawahi kukamatwa. Nilihisi mwili wangu ukisisimka. Kwa hiyo ananitaka mimi? Tunaamini anataka kulipiza kisasi kwa sababu Yasin na wenzake walikamatwa. Nilikaa kimya kufikiria maisha yangu.
Mimi Raina ambaye sikujua kama ninatumika, leo hii nimekuwa nikifuatiliwa tena. Kwa nini wasiniache na maisha yangu? Kwa nini wasiniache? Sikuwahi kufikiria binafsi, sikuwahi kufikiria kwa siku moja ningeingia kwenye matatizo makubwa kama haya. Lakini nilipokuwa nimekaa pale nikifikiria, mlango wa chumba cha mahojiano ulifunguliwa. Askari mmoja aliingia haraka. "Tumempata," alisema kwa sauti haraka. Askari waliokuwa pale waliinuka haraka. "Nani?" askari mmoja aliuliza. "Yasin ameomba kuonana na Raina." Nilishtuka sana. "Yasin?" niliuliza kwa mshangao. "Ndiyo, alikuwa gerezani, lakini alikuwa ameomba kuonana na mimi." "Inakaaje hii?" Sikujua kama nilipaswa kwenda kuonana au la, lakini askari waliniambia jambo moja. Anasema ana taarifa muhimu kuhusu Hamza. Baada ya kufikiria kidogo, nilikubali kwenda kumuona, lakini kwa masharti. Kwa masharti ya wale askari wa upelelezi. Walinipa maswali ya kumhoji Yasin kwa siri. Wakaniambia, "Tunajua unaelewa sana na unaelewana sana na Yasin. Kama utapata nafasi, jaribu kudadisi ujue Hamza yuko wapi. Hakikisha na kujibu swali hilo." Nikajikaza na kusema sawa kwa ujasiri wote. Nilipoingia chumba cha wageni gerezani, nilimwona Yasin akiwa amekaa upande wa pili wa kioo. Alionekana tofauti sana na yule Yasin niliyemjua. Alikuwa amechoka na macho yake yalionekana yenye huzuni. Alinitizama kwa muda mrefu kabla ya kusema, "Raina, sikusikia huruma kama zamani. Nilikuwa bado nina hasira moyoni. Unataka nini?" Yasin alivuta pumzi ndefu, kisha akaniangalia. "Kuna mtu anakutafuta." "Najua." Akashangaa kidogo. "Unajua?" aliuliza kwa mshangao. "Ndiyo, ni bosi wako Hamza." Niliongea kwa ujasiri kana kwamba nilikuwa nikimfahamu huyo Hamza. Kumbe ni wale askari tu waliniambia jina lake na kunipa detail ndogo ndogo. Basi nikajikuta kana kwamba kila kitu nakifahamu. Yasin akainamisha kichwa. "Hamza ni mtu hatari sana. Ndio maana nimekuja kukuonya." Nilimwangalia kwa mshangao. "Kunionya? Kunionya? Unanionya kwa lipi? Kuhusu Hamza unanionya kwa lipi?" Akatikisa kichwa. "Ndiyo, kwa sababu kila kitu kilianza kwa sababu yangu." Nilikaa kimya kidogo. Baada ya hapo nilimuuliza, "Yuko wapi Hamza?" Yasin alinitizama machoni. Akasema maneno ambayo yalinifanya moyo wangu usimame kwa sekundi chache. "Yupo karibu sana na wewe kuliko unavyofikiria." Nilitoka gerezani nikiwa na mawazo mengi sana. Lilikuwa jibu la kufikirisha kwangu. Nilijiuliza, inawezekana vipi mtu hatari kama Hamza awe karibu na mimi? Nilikutana tena na wale askari na kuwapa jibu alilonipa. Wakasema nirudi nyumbani nikapumzike, nisihofu, hata wao wapo karibu zaidi na mimi kuliko ninavyofikiria. Watazidi kuwepo karibu na mimi ili waweze kumpata Hamza. Siku ile usiku niliporudi nyumbani, nilipata ujumbe mwingine kwenye simu yangu. Ulikuwa na maneno machache sana. "Tutaonana hivi karibuni, Raina." Nilijua mapambano yangu hayakuwa yameisha bado. Vita ndiyo kwanza ilikuwa mbichi. Na wakati huu ningelazimika kupambana ili kuokoa maisha yangu. Sina chaguo lingine. Ujumbe ule uliokuwa umeandikwa, "Tutaonana hivi karibuni, Raina," ulibaki ukizunguka kichwani mwangu usiku mzima. Sikupata usingizi. Ni siku nyingine tena. Nilikuwa nikikaa kitandani, nilikuwa nimeshika simu yangu kwa nguvu. Nilihisi kana kwamba kuna mtu aliyekuwa ananitizama. Tena ananitizama ndani ya chumba changu. Nilijaribu kujituliza lakini haikuwa rahisi. Kila sauti ndogo niliyokuwa nikiisikia, hata ya panzi, niliruka na kushtuka. Asubuhi ilipofika, niliamua kufanya uamuzi mmoja muhimu sana.
Sitaendelea kuishi kwa hofu. Nilivaa haraka na kuelekea kituo cha polisi. Nilitaka kujua ukweli wote kuhusu huyo mtu aliyekuwa anaitwa Hamza. Nilipofika pale, nilipelekwa moja kwa moja kwa yule askari wa upelelezi niliyewahi kuonana naye. Alinitizama kwa makini sana kabla ya kuniuliza, Raina, kuna nini tena? Nilimwonyesha ule ujumbe. Akasoma kisha akavuta pumzi ndefu. Anacheza na akili yako. Nataka ukweli wowote kuhusu yeye. Alikaa kimya kwa sekunde kadhaa kisha akanijibu, Hamza sio jambazi wa kawaida. Ni mtu mwenye mtandao mkubwa sana. Ana watu ndani ya biashara, ndani ya maduka, hata ndani ya baadhi ya taasisi. Nilishtuka baada ya kusema ndani ya taasisi. Ndani ya taasisi? Nilijiuliza tena. Ndani ya taasisi? Akatikisa kichwa. Ndiyo. Na ndio maana ni ngumu kumkamata. Nilihisi baridi ikipita mwilini mwangu. Kwa hiyo anaweza kuwa karibu na mimi kweli? Askari alinitizama moja kwa moja machoni. Ndiyo, na huenda tayari amesha kuona. Nilitoka pale kituo cha polisi nikiwa na hofu zaidi kuliko hata kabla. Nilijikuta ni kwa nini nilienda kule polisi. Nilijikuta nawaza sana, kwa nini nimeenda kule polisi? Unajua sentensi ya kuambiwa kwamba ana watu kwenye maduka. Na nikikumbuka hapo zamani nilishawahi kwenda kwenye lile duka na watu waliokuwa ndani ya lile duka walikuwa sio watu wa kawaida. Nipo kwenye taasisi, nafanya kazi ya uuguzi hospitalini. Vipi kama yuko pale? Vipi kama duka la jirani naenda kununua bidhaa kila siku yuko pale? Vipi kuhusu majirani zangu ninaoishi nao, huenda anaishi pale? Ilikuwa ni swala gumu sana. Nilijiuliza maswali yasiyokuwa na majibu. Ni nini kifanyike? Nitawezaje kuokoa maisha yangu? Lakini sikujua kwamba siku ile ingetokea kitu ambacho kingebadilisha kila kitu. Nikiwa njiani kurudi nyumbani nilipita kwenye ile car wash niliyokuwa nikipeleka gari yangu zamani. Nilipita. Nilisimama kidogo na kuangalia. Kila kitu kilionekana kawaida, lakini ghafla nikamwona mtu mmoja akiwa amesimama pembeni akinichunguza. Nilimtizama vizuri. Moyo wangu uliruka. Alikuwa ni yule kaka aliyewahi kunizuia kutoa gari siku ile ya kwanza. Yule ambaye baadaye niligundua ni sehemu ya kundi la majambazi. Lakini sikutegemea kumwona akiwa huru. Nilianza kurudi nyuma pole pole. Lakini kabla sijafanya chochote alitabasamu na kunisogelea. Unanikumbuka? Nilitetemeka kama mtu aliyemwagiwa maji ya barafu. Wewe si ulikamatwa? Nilimuuliza yule kaka. Akacheka. Si kila mtu anayekamatwa anakamatwa kirahisi. Sio mimi. Nilitaka kukimbia lakini miguu yangu iligoma kusogea. Akasogea karibu zaidi na kuniambia kwa sauti ya chini, bosi anakutaka. Maneno yale yaliniua kabisa. Yalinimaliza nguvu zangu. Hamza? Akatabasamu. Ndiyo. Ghafla magari mawili yalisimama pembeni yetu. Magari mawili. Wanaume wawili walishuka haraka. Kabla sijapiga kelele walinishika na kunivuta ndani ya gari. Nilipiga kelele lakini ilikuwa bure. Mlango ulifungwa kwa nguvu. Gari likaanza kuondoka kwa kasi. Nilitekwa kirahisi sana. Nilishindwa hata kujitetea. Nilikuwa najilinda usiku mzima lakini ile siku sikuamini kabisa. Nilitekwa. Nilichukuliwa. Ndani ya gari nilikuwa natetemeka sana. Nilijaribu kupambana lakini nguvu zangu hazikuwa na maana. Achana na mimi, nilipiga kelele, lakini mmoja wao alinipiga kofi kali sana. Nyamaza, alisema kwa ukali. Nilinyamaza kimya huku nikiwa najisemea moyoni. Wale askari ni washenzi sana. Wamenidanganya. Wako karibu na mimi kumbe ni waongo kama waongo wengine. Nilisema kwa jazba kubwa moyoni mwangu.
Baada ya kusema vile, nilifungwa kitambaa usoni na haraka sana nisijue ni nini kinachoendelea na ni wapi ninakoelekea. Sikujua hata rangi gani, ni nini, ni kitu gani kinaendelea. Baada ya dakika kadhaa, gari ilisimama kwenye eneo lisilojulikana. Nilivutwa nje na kuingizwa ndani ya jengo kubwa. Moyo wangu ulikuwa unakaribia kusimama. Tulipofika ndani, nilisikia sauti ya mtu ikisema, "Mwacheni aje mwenyewe." Nikafunguliwa kitambaa machoni na kuona jinsi palivyo. Nilisimama kwa hofu, nikatizama mbele. Kivulini kulikuwa na mtu amekaa kwenye kiti. Hakukuwa na mwanga wa kutosha kumwona vizuri, lakini nilijua huyo ndiye Hamza. Nilisimama polepole, nikatembea kuelekea kule alikokuwa. Moyo wangu ulianza kupiga kwa nguvu sana. Nikasimama. Nilikuwa sina nguvu za kuendelea. Ndipo aliponyanyuka na kuanza kunisogelea. Alipofika karibu kabisa, mwanga ukaangukia usoni kwake. Nilipomwona nilipiga kelele kwa nguvu, "Wewe!" Sikuamini macho yangu. Alikuwa ni mtu ambaye sikuwahi kumshuku hata kidogo. Mtu ambaye nilimwona kama mtu wa kawaida kabisa kwenye maisha yangu. Kwangu hakuna Hamza tena. Nilikuwa namfahamu kama Hussein. Alitabasamu kwa utulivu. "Umeshangaa?" aliuliza. Hamza wa mchongo kwangu. Nilikuwa natetemeka. Nirudi nyuma polepole. "Hussein, haiwezekani. Haiwezekani Hussein," nilisema huku nikirudi nyuma. Nilitamani kumvaa. Nilitamani. Kwa sababu nilikuwa namfahamu. Ni mtu ambaye nilikuwa namjua. Alikuwa rafiki yangu ambaye tulikuwa tunawasiliana sana. Akasogea karibu zaidi na mimi. Kila kitu kilichotokea kilikuwa chini ya macho yangu. Alisema yule Hussein aliyejulikana kwa jina la Hamza. Nilihisi kama dunia imenizunguka. "Kwa hiyo, wewe ndiye uliyekuwa nyuma ya hayo yote?" Alitikisa kichwa. "Ndio." Machozi yalianza kunitoka. "Unataka nini? Unataka nini Hussein? Umekuwa ni kama rafiki kwangu. Umekuwa mtu ambaye sikuwahi kukushuku hata kidogo. Imewezekanaje? Unataka nini?" Alitabasamu tena. "Kuna mambo mawili tu." "Yapi?" Alinitizama moja kwa moja machoni. "Moja, ujiunge na sisi. Bila hivyo basi jiandae kufa. Wewe ni tatizo kubwa kwetu kwa sasa." Moyo wangu ulisimama. "Na la pili?" Uso wake ukabadilika ghafla na kuwa mkali. "Au ufe tu." Nilisimama pale pale nikiwa nimeganda. Sikujua nifanye nini. Nilijua kabisa kwamba maisha yangu yalikuwa mstari mwembamba sana. Lakini ghafla nilisikia sauti ya mlango ukivunjwa kwa nguvu. "Polisi! Ni polisi!" Kelele zilianza ndani ya lile jengo. Risasi zikaanza kusikika kila upande. Hamza akageuka haraka. "Shenzi hao, wamefikaje hapa?" alipiga kelele. Huo ndio ulikuwa mwanzo wa vurugu kubwa. Moyo wangu ulianza kupiga kwa kasi zaidi. Presha yangu ilikuwa juu. Nilijua wazi hii ndio nafasi yangu ya mwisho kuokoka. Sauti za risasi zilijaa kila kona lile jengo. Nilisimama pale nikiwa natetemeka, nikiwa katikati ya vita ambayo sikuwahi kufikiria nitakuja kuiona. Hamza akatoa bastola yake na kunitizama. Nikajisemea moyoni, nimekwisha. Leo Hussein, rafiki yangu wa damu, ananitizama mimi na kutaka kuniua. Kweli, anataka kuniua. Huku watu wake wakaanza kujibizana na polisi kwa risasi. Nilichanganyikiwa kabisa. Sikujua nifanye nini, maana sikuwa na mafunzo yoyote ya kiuaskari. Hussein ambaye ni Hamza alivuta kwa nguvu na kunishika. Alinishika shingoni. "Usisogee. Usisogee." Alipiga kelele huku akininyoshia bastola kichwani.
Hussein, usiniue tafadhali, nilisema kwa urafiki wakati mwenzangu alikuwa kwenye hofu ya kufa. Urafiki wetu haukusaidia chochote pale. Polisi waliposogea ndani walimwona Hamza akiwa amenishika. Achia huyo msichana, mmoja wa askari alipiga kelele akisema, lakini Hamza akacheka kwa dharau. Hakuna anayesogea hapa. Mkitaka kunichukua, mtanichukua nikiwa maiti. Moyo wangu ulikuwa unakaribia kusimama. Yaani zilikuwa zimebakia sekunde chache moyo wangu usimame kabisa. Nilikata tamaa. Baada ya kusikia yale maneno, nilikata tamaa. Aliyenishika hakuwa rafiki yangu tena. Nilijua wazi leo nakufa. Nikasema, Hussein, nakufa, lakini roho yangu itakufuata hata uko kuzimu. Nitahakikisha unakufa mara 2 ya kifo chako cha leo. Nilisema yale maneno kwa uchungu mkubwa sana. Nilitaka kujitetea kwa namna yoyote. Nilikuwa nimeshakata tamaa kabisa. Mwisho nilifumba macho yangu nikisubiri chochote kitakachotokea. Lakini ghafla nikasikia sauti niliyokuwa naifahamu. Hamza, acha upumbavu. Acha kufanya hicho unachotaka kukifanya. Nilifumbua macho haraka. Alikuwa ni Yasin. Sikujua alifikaje pale, lakini alisimama mbele yetu akiwa na pingu mkononi na askari 2 wakiwa nyuma yake. Hamza alishtuka kidogo. Yasin, alisema kwa mshangao. Yasin alimsogelea pole pole. Haya yote yamefika mwisho. Hamza alicheka kwa hasira. Unadhani utanizuia? Unadhani utanizuia? Yasin alitikisa kichwa. Hapana, lakini nitahakikisha haumzuru Laina. Nilihisi machozi yakinitoka. Huyu ndiye Yasin, yule aliyeniingiza kwenye matatizo, lakini sasa alikuwa anajaribu kuniokoa. Hamza alikaza mkono wake shingoni mwangu. Umebadilika sana Yasin, mapenzi yamekufanya uwe dhaifu, alisema kwa dharau mno. Yasin alinyamaza kwa sekunde chache, alafu akasema maneno ambayo sikuyategemea. Ndiyo, nimedhoofika, lakini leo nitafanya kitu sahihi. Ghafla Yasin alijirusha kwa kasi na kumfuata Hamza. Risasi ilisikika masikioni mwangu. Nilitulia nikijisikilizia kama nimepigwa kichwani mwangu au la. Lakini nilijikuta na shuhudia mwili wa Yasin ukianguka chini. Nilishtuka sana. Yasin, Yasin, nilipiga kelele kwa uchungu nikiita Yasin. Lakini kabla Hamza hajafanya chochote kingine, polisi walishafyatua risasi tayari. Hamza akaanguka chini. Kila kitu kilisimama. Ukimya mzito ulitanda. Nilikimbia haraka kwenda kwa Yasin. Alikuwa amelala chini akivuja damu. Nilimshika kwa mkono wangu. Nikamshika kwa mikono yote miwili. Yasin, tafadhali, usife. Tafadhali. Nilisema hayo maneno huku nikiwa nimechanganyikiwa. Nilikuwa nalia sana. Alinitizama kwa tabu. Uso wake ulikuwa umejaa maumivu, lakini alitabasamu kidogo. Raina, samahani. Moyo wangu ulivunjika. Usiongee hivyo, utaishi, tafadhali. Nilisema kwa haraka huku nikitaka kumsaidia kupitia uzoefu wangu wa kutibu wagonjwa, lakini Yasin alitikisa kichwa kidogo. Niliharibu maisha yako. Machozi yalizidi kunitoka huku nikiangalia ni namna gani naweza kuokoa maisha ya Yasin. Ni namna gani naweza kumsaidia asipoteze maisha. Lakini leo nimejaribu kurekebisha kidogo. Aliendelea kuniambia kwa tabu sana. Nilimshika kwa nguvu zaidi. Umenisaidia, tafadhali, pigana. Pigana Yasin. Yasin, wewe sio wa namna hii. Nilisema yale maneno walau hata angeweza kumtia nguvu. Nilijaribu kumwambia pambani. Lakini Yasin alinitazama kwa mara ya mwisho. Kuwa na maisha mazuri, Raina. Yasin, usife tafadhali. Yasin, nakupenda.
Nilisema mpaka moyoni juu ya Yasin, lakini nisijue kuwa ndio lilikuwa neno langu la mwisho kwa Yasin. Hapo hapo mkono wake ulilegea, macho yake yakafumba. Nilipiga kelele kwa uchungu mkubwa sana. Sikuwahi kuhisi maumivu kama yale maishani mwangu. Nilihisi kuchanganyikiwa. Sikutaka kutizama kingine zaidi ya Yasin. Polisi wakajitahidi kunitoa pale, maana nilimlilia huku nikiwa nimemlalia. Damu zake zilizidi kuvuja. Zilitapakaa kwenye nguo nilizokuwa nimevaa, hata nguo zake yeye zililowa damu. Haikuwa salama kwangu. Polisi walinitoa kwa nguvu pale ndani. Sikumbuki tena kuhusu Hamza. Lakini polisi walinichukua, wakamchukua na Yasin. Moyo wangu ulikuwa umevunjika kabisa. Mambo ambayo sikuwahi kushuhudia maishani mwangu nilikuwa nayaona live. Nilikuwa nayaona kwa macho. Nilirudi tena polisi kwa maelezo zaidi. Sikuweza kujua Yasin amepelekwa wapi. Baada ya hapo hakukuwa na kingine tena. Nilihisi kuumia sana kuhusu Yasin. Sawa, alikuwa ni jambazi, lakini nilikuwa tayari kumsamehe kuendelea na maisha mengine. Nilikuwa tayari kumsamehe. Nilikuwa nipo tayari maisha mengine yaendelee. Huenda angeendelea kivingine zaidi, lakini sio kwa hivyo alivyokuwa. Nilimpoteza Yasin kabisa kwenye uso wa dunia. Siku zilisonga mbele. Kesi ikaisha. Kundi lote la majambazi lilivunjwa kabisa. Na kwa mara ya kwanza baada ya muda mrefu nilihisi kama nimepata uhuru wa kweli. Miezi kadhaa baadaye nilikuwa nimesimama nje ya hospitali nikiangalia watu wakipita. Maisha yangu yalikuwa yamerudi kwenye mstari. Lakini nilikuwa mtu tofauti kabisa. Nilijifunza mambo mengi sana kuhusu uaminifu, kuhusu hatari ya kuamini watu kwa haraka, na kuhusu ukweli mmoja mgumu: sio kila anayekutendea wema ana nia njema, lakini pia sio kila mkosaji hana moyo wa kubadilika. Yasin angeweza kubadilika. Yasin angeweza kubadilika. Alikuwa ni mtu poa sana. Sema maisha ndio alikuwa amemfanya awe vile alivyokuwa, lakini nafasi ya kubadilika alikuwa nayo. Raina anasema, siku moja nikiwa kazini nilipokea mgonjwa mdogo aliyekuwa amejeruhiwa. Nilimsaidia kwa moyo wangu wote. Aliponitizama alitabasamu. Nilijikuta na tabasamu pia. Kwa mara ya kwanza nilihisi amani moyoni. Lakini kabla sijaondoka siku ile nilipokea ujumbe kwenye simu yangu. Moyo wangu uliruka. Nilihofia huenda mambo yale yale yamerudi. Lakini nilipofungua ujumbe yalikuwa ni maneno machache tu: asante kwa kunisamehe Raina. Yasin. Nilihisi kuganda. Vipi? Nikatizama simu yangu kwa mshangao. Nilijaribu kupiga ile namba, haikupatikana. Nilisimama nikiwa kimya. Nilivuta pumzi ndefu. Kisha nikatizama juu mbinguni. Sikujua kama ulikuwa ni utani wa mtu au kweli Yasin alikuwa ameacha ujumbe kabla hajafa. Lakini maswali mengi yalizidi kunijia kwenye akili yangu. Yalikuwa mengi zaidi. Kichwa kilijaa maswali. Ina maana Yasin hajafa? Yupo hai? Ni kweli? Au ni mtu tu kaamua kutuma ujumbe? Au ni kundi la Hamza limeamua kutuma ujumbe kunishtua tena kwa mara ya pili? Ni nani huyu anayetaka kushtua moyo wangu? Ni nani anayetaka kushtua moyo wangu mimi Raina? Ni nani? Mpenzi mfuatiliaji wa simulizi na Ako Story, hata mimi sijui ni nani anayetaka kushtua moyo wa Raina. Mimi mwenyewe sijui. Natamani Raina hata ninong'oneza niambie ni fulani ndiye anayetaka kushtua moyo wangu. Lakini nikwambie sehemu ya pili imeishia hapa. Usikose mwendelezo wake.
Natamani sana kujua ni nani aliyetuma ule ujumbe. Ni kundi la majambazi bado linamfuatilia, au ni Yasin hakufa? Mimi na wewe hatujui, tunayo maswali mengi. Usiache kusubscribe channel yetu ya YouTube. Ulikuwa nami Madam Grace. Karibu tena kwenye mwendelezo wa kisa hiki cha huyu mwanadada anayeitwa Raina. Bado ana mengi ya kutuambia, bado ana mengi ya kutueleza. Usikae mbali. Bye bye.